Baba Mtakatifu aliponiambia unakwenda Dar es Salaam, nilikwisha kuambia na ni kweli kabisa. Nilipata hofu. Binafsi sina uhakika sana kama unamfahamu vizuri Mwadhama Polycarp Cardinal Pengo. Huenda wewe sio Mkristo au sio Mkatoliki na hujui chochote kiundani kumhusu mzee wetu Askofu Mwadhama Polycarp Cardinal Pengo. Leo nitakupa mambo matano kumhusu aliyekuwa askofu mkuu Jimbo Kuu Katoliki Dar es Salaam. Ili kupata habari, makala na uchambuzi, basi tufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa jina la Fundi Paparazi. Bila kupoteza muda, twende hivi. Katika kila ujenzi, usalama ni kipaumbele. Construction Safety Net zinalinda maisha ya wafanyakazi kwa kuzuia ajali za kuanguka. Wavu huu wa usalama pia hulinda wapita njia na mali zinazozunguka eneo la ujenzi dhidi ya vifaa na mabaki yanayoanguka. Pia huleta ufanisi kwa kuongeza hali ya kujiamini kwa wafanyakazi wakiwa kazini. Construction Safety Net zinapatikana Shananga Group kwa bei ya jumla na reja reja. Chagua usalama, chagua Construction Safety Net kwa ujenzi salama na wa uhakika. Wasiliana nasi leo kwa namba 0756500040. Karibu jipatie vifaa bora vya ujenzi kwa bei ya jumla na reja reja. Shananga Group, fahari wa ujenzi. Je, unalijua jina lake halisi ni nani? Kuna watu wanadhani Mwadhama ni jina lake, wengine wanadhani Polycarp ni cheo chake. Jina lake ni Polycarp Pengo, na neno cardinal ni cheo cha kanisa na Mwadhama ni kivumishi cha sifa, kama ambavyo maaskofu huitwa mhashamu au mbunge huitwa mheshimiwa. Lakini jambo la pili na muhimu ambalo unapaswa kulijua ni kwa nini neno cardinal lipo katikati ya majina yake na sio mwanzoni. Kwa nini hakuitwa Cardinal Polycarp Pengo akaitwa Polycarp Cardinal Pengo? Kanisa Katoliki lina utaratibu wake wa majina, na utaratibu huo upo kama ifuatavyo. Kwa makardinali wote neno kardinali hukaa katikati ya majina yao, na ndiyo maana kardinali mpya anaitwa Protes Cardinal Rugambwa. Hata Papa Leo wa 14 kabla ya kuwa papa aliitwa Robert Cardinal Prevost. Lakini jambo la tatu na la msingi unapaswa kulijua ni Cardinal Pengo ni miongoni mwa maaskofu wachache kutoka Tanzania waliowekwa wakfu na papa mwenyewe. Alipoteuliwa kuwa askofu wa Nachingwea, aliitwa Vatican na kuwekwa wakfu na Papa John Paulo wa pili Januari 6 mwaka 1984 katika Basilika Kuu la Mtakatifu Petro. Jambo la nne ambalo unapaswa kulijua ni kwamba watu wengi wanashangaa, kumbe Pengo alikuwa msomi wa kiwango cha PhD. Mbona alikuwa hajiiti dokta? Jibu ni kwamba katika kanisa Katoliki vyeo vya kitaaluma havipewi kipaumbele kuliko vyeo vya kiroho. Kuna doctrine ya unyenyekevu, yani humility, ambayo inasisitiza watawa wasijikweze kwa vyeo vya kisomi bali wajitambulishe kwa nafasi zao za kiroho. Nafasi zenyewe ni kama askofu, kardinali, padri na nafasi zingine. Cardinal Pengo alikuwa na PhD ya Moral Theology kutoka chuo kikuu kinachoheshimika sana duniani cha Rutland, lakini maisha yake yote hakuwahi kujiita dokta. Na hata pale TEC karibu maaskofu wote ni PhD holders, lakini huwezi kusikia wakijiita dokta. Ni kwa sababu ya doctrine of humility. Jambo la tano na la mwisho ambalo huenda unajiuliza ni kwa nini hakuzikwa kijijini kwao Mwanzie Karambo? Jibu ni hili. Ukiwa mkleli utazikwa kwa utaratibu wa kanisa. Mkleli ni mtu aliyepokea sakramenti ya daraja takatifu. Hata hivyo, angeweza kuzikwa Jimbo Katoliki Lindi au Tunduma Masasi alipokuwa askofu wa kwanza wa jimbo hilo, lakini alishajiandalia kaburi lake kule Pugu. Na alichagua Pugu kwa sababu maisha yake ya utume yamekuwa zaidi Dar es Salaam kuliko mahali pengine, na pia alitamani kuzikwa pamoja na wamishionari wa kale waliozikwa Pugu. Kwa leo acha niishie hapa, na hayo ndiyo mambo matano ambayo bila shaka ulikuwa uyajui kuhusu Cardinal Pengo. Kwa makala, habari na uchambuzi, hakikisha unatufollow kwenye kurasa zetu za Instagram, TikTok, bila kusahau kule YouTube. Kutoka hapa site, mimi ni Fundi Paparazi. Hadi wakati mwingine, kwaheri.